Ganzi kuna watu wanasumbuliwa sana na ganzi. Kama unasumbuliwa na ganzi hiyo mikononi ama miguuni au sehemu nyingine yote ya mwili, fanya hivi. Chukua kikombe cha maji ya vuguvugu, alafu ongeza kijiko kimoja cha tangawizi ambayo umeisaga. Yani saga tangawizi upate kijiko kimoja kikubwa, alafu kidogo, alafu weka katika hayo maji ya vuguvugu ambayo umeweka katika kikombe. Alafu ongeza manjano nusu kijiko, alafu kamulia nusu ndimu. Unaelewa? Baada ya hapo iache ikae kwa dakika 5 ijifyonze. Alafu baada ya hapo kunywa tumbo likiwa tupu, yani kabla hujala asubuhi, kunywa kikombe kimoja cha maji ya vuguvugu ambayo umeongeza tangawizi, yani usiichemshie kwa jikoni. Ndio pia matumizi mazuri sana ya tangawizi kama unataka yawe katika mfumo wa dawa kujitibu. Uichemshi. Umenifunza. Baada ya maji unaiweka. Lakini kawaida mtu hotel ya chai ni kwamba unachemsha maji, unatengeneza tangawizi, unaweka. Lakini kuna wengine huwa wanachemshia umuhimu. Ile utapata tu ladha, harufu nzuri na nini, lakini dawa unaipunguza. Hata mchai kuna wengine wanaupika umuhimu katika maji, lakini kama unataka iwe dawa, mchai uweke katika maji yakishakuwa yamechemka. Ni chai yako ishaiva ndio unafungia mchai. Mimi naweka kwenye kikombe ile ya kujitibu. Kwenye kikombe naweka. Unaiweka huko. Sawa. Kama takriban wiki iliyopita yote nilikuwa nikiingia hiyo ofisi ya kina Amri Masare hapo, kulikuwa kunasikia kuna harufu ya mchai. Amri anachukua ile mchai alafu anachukua maji ya moto anaufungia katika ile. Yaani ukifika tu kuna harufu fulani hivi. Katusikia? Na ule mchai bwana chana. Na una harufu nzuri na ni tiba. Unaelewa? Sawa.